Sikiza nikwambie, hata hapa kanisani ukija tutakupima kama wewe ni mwimbaji ama sio mwimbaji. Siku moja utakuwa na wimba tukupokonye mic. Tujue umeokoka ama hujaokoka. Wacha kutubeba hapa ujinga. Haleluya. Kasirika utoke bwana. Lakini natamani wale ukinyang'anywa unaendelea wako, tembea tembea Yesu tembea. Sasa wewe ndio wa kwanza kusema haleluya pasa. Anatamani watu kama hao. Watu madondikea, watu ambao wana move forward. Hao ndio kundi nataka niende nalo. Sitaki kundi la maneno na vikwazo vidogo vidogo. Mama fulani akikupiga unasema huyo ni kama mamangu, muache bwana. Unajua miti ikiwa msuli lazima igongane. Natamani watu wenye imani ya namna hiyo katika jina la Yesu. Nipate watu kama hao, utafika mbali. Kama unaona ni vigumu, nenda ukafungue duka. Nilifungua siku moja nikawa ni kama nagawa majirani. Na ukishamkopesha umeandika kitabu pake imejaa, unaona anarudi na sukari. Unatamani utoke ndani duka umpokonye, ambie nipe pesa yangu. Kitu inakuzuia muache tu. Haleluya. My friend, it is not easy. Kufikia baraka utakuwa umepitia mengi sana. Watu wote mnaoona matajiri watakwambia mimi nikihesabu deni langu lenye liko nje ni kama milioni 1. Lakini ninashukuru Mungu, lazima wameumizwa. Lazima ukubali roho yako kuumizwa. Kama wewe umekaa tu pale roho yako umekaa kama umejifunga landmine. Kuna watu ambao wamejifunga vilipuzi. Kuna watu ambao wamejifunga bomu. Wanangojanga tu kanyage alipuke na wewe. Yaani kuna mtu yuko hapa kama mnaishi kwa ploti anaosha vyombo, anangoja tu mwage maji. Umeanza. Wacha kujifunga landmine kwa mwili. Wacha kufunga bomu vikwazo. Unangoja kaneno kadogo tu lipuke. Uwakomeshe. Ama naongea sana? Unaongea sana? Kuna wengine mko hapa hana umekaa tu unangojea dada yako. Unakaanga tu kusema mimi namtega tu na kitu. Wewe tegua hizo mabomu kwa mwili wako. Tegua kuanzia leo. Tegua katika jina la Yesu. Tegua yatoke katika jina la Yesu. Toa hiyo matakataka. Toa baki kama mtoto mdogo. Mtoto unamchapa viboko, tena anarudi anakuambia mama hata amesahau kama umetoka kumchapa. Sini ndio ufalme wa mbinguni unafanana hivi. Kama mtu mmekosana, huyo mtu si adui wako. Anakukumbusha kwamba wewe ni mtakatifu, lazima ujaribiwe. Majaribu hayaji kwa tokana na tamaa. Haijalishi tamaa ya uzuri ama ya ubaya. Tamaa ni tamaa. Halo. Tunasema Bwana tupe microphone. Mungu ametujazia sasa tuna microphone. Naona wadada wamesimama nasikia tu raha, ni inform wamekosa. Lakini nayo battery inatupelekesha. Inakula tu 500 yako. Ukiona na macho. Yaani wewe unapata battery lakini ukiona inaimba 500 kila Sunday. Hey! Mambo gani haya? Nimeamua kuleta ya waya. Ya waya nayo tena iko hapo ina majaribu. Ukigusa ngong inaanguka chini. Majaribu tu. Yaani unafikiri tumesave. Ndio maana nimeonanga mwimbaji wewe kaa mbali. Sasa kila saa ni wewe. Ni wewe. Yaani haikupi amani. Hakuna kitu kitakupa utulivu wa moyo. Hii at least mtu ameshika, lakini gharama. Hii unasema sitanua battery tena ni utunze. Unanielewa chenye namaanisha? Hakuna kitu utasema ati nimefanya niko save. Hakuna. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Wangapi watageuka kwa akili zao? Kila kitu kinakuja ni jaribu. Ukiona mzee wako anatoka nje ya ndoa, usiseme Mungu anajaribu mtu na mabaya. Tamaa yako ndiyo inakujaribu. Hebu rudi hapo Yakobo 1:2, malizia tu 1:2 usikie sasa. Dani. Nikusikia tena. Nikusikie, nikupate. Yakobo 1:2. Ndio. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tu. In English wanasemaje? Najua Betata ameongea Kizungu kwa sababu anajua basi hajasoma sana, tunajua tujaelewa. Wacheke madharau ndogo ndogo, tulikuwa tumeshikanisha. Nani alikwambia tujaelewa? Sisi tulielewa bwana. Mbona na madharau hata tunajua mjaelewa? Yaani because they don't know how to speak English or what? That is not fair bwana. Hata kama ndio nijaribu hilo hiyo nalikanusha hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu soma Ndugu zangu, my brothers, hesabuni ya kuwa, hesabu ya kuwa ni furaha tupu. Ni furaha tupu. Mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Ona, wewe unasema majaribu shindwe. Majaribu yame. Pasa marudi kama majaribu.
kemea, naachia moto majaribu ya magonjwa, majaribu ya umaskini. Na Biblia nayo inasema furahia. Yaani una bahati ukipatwa na, yaani ni kama umapply ndio wamekuletea exam. Without exam, ndio maana wengi mnaotanga ndoto, pasa naotanga niko kwenye ndoto, nimerudi shule nimevaa uniform. Wangapi mshaota hivyo? Nikupe jawabu lako. Unaota uko shule, alafu kuna mapasa wengine wanakutafsiria na kuambia eti mtu anakurudisha maisha ya nyuma. No. Kuna majaribu ambayo wewe kama wewe huwa unashindwa, ndio maana unaambia unafaa kurudi ujifunze. Siku unaota umevaa uniform uko shule na mtu mzima, alafu bahati mbaya unaletewa mtihani unaanguka, ama wakati wa mtihani ndio unapata una fail, ama wakati wa mtihani kunatokea kitu. Mimi nilikuwa nikiotanga hizo ndoto, nikamuuliza Mungu, hizi ndoto za shule zimenichosha. Akaniambia ni kwa sababu, siku moja sauti ikaje ikaniambia ni kwa sababu hautaki kujifunza maisha. Jifunze maisha, utajua kupita majaribu. Nikaanza kujifunza kukaa na watu. Wakati najua fulani ataniumiza, najiprepare. Hata akija kuniumiza simwekei hasira, namchukua kama ni rafiki. Nikienda kuota kwa ndoto, naambia huyu amepita mtihani, atoke hapa, afai kwa hii shule. Ataibia wanafunzi wengine mtihani. Kwa hivyo kama unaotanga hivyo ina maana gani? Hebu angalia siku uliota hiyo siku kwa shule, kuna kajaribu kalisimama mbele yako. Na kama kwa mtihani uliota kwa ndoto umefail, kale mtihani ulitukanana, kila mtu akakujua. Ukasema hebu nikome bwana. Usifikire tu hivi nimenyamaza siku nyingi. Nawaambia. Ama kama sivyo hiyo kitu ulishindwa kabisa. That's why majaribu, furahia inapokuja, inakupa promotion. Wangapi kama unafungiwa nyumba ni ishara kwamba unaelekea kujenga yako. Lakini si kwa mambo ya kukula tu machapati na machipsi alafu naseme yani wewe mlafi kupindukia, and then unaanza kusema pasa alisema jenga mwili. Upeleka ujinga huko. Unapata 100,000 unakula yote alafu unakuja kuweka hapo muombe tukuombee iweze kununua uwanja. Mtu umepata milioni ndani ya wiki moja imeisha. Alafu unakuja najua bwana hana njia gani? Ni umeharibu pesa yako. Piga ameni ya nguvu. Mtu wewe ukitaka kujua wewe uwezi kuendelea, umelipwa Monday, Wednesday una pesa. Yaani wewe na pesa mmekana maadui. Kuna siku moja kijana mmoja anakula mgukani, nimemlipa, alikuwa ananijengea hapa. Nikamwambia bwana, simkule hizo za kesho muje. Akaniambia pasa mimi na pesa azilalange kwa mfuko. Haleluya. Ndio wewe uko nayo roho. Ukipata 10,000 yani azikaangi, hata nikikuuliza zilienda wapi unasema sijui, chenye ulinunua hakuna. Wewe una shida. Kama huwezi kuweka pesa zikae kwa nyumba, ngoja nitumie lugha hii. Kama unaweza kuhifadhi kwa nyumba 1,000 na ukabangaiza pesa nyingine nje na yeye 1,000 iko tu ndani ya wiki, inua mkono. Hao ni watu wanaweza kana pesa. Nyinyi wengine hamwezi. Nimesema 1,000 tu iko kwa nyumba, lakini una shida, lakini utoi 1,000, unaenda kutafuta pesa nyingine, hii 1,000 iko. Inua mkono nione tena. Hao ni watu wanaweza kana pesa. Lakini nyinyi wengine wote nyinyi wengine wote kwa sababu ya 1,000 iko, unasema hiyo tu ndio itatumika. Una shida. Haleluya. Malaki mimi naweza weka hata 1,700 na nilale njaa na niko na hiyo 1,000. Mimi bila kukudanganya naweza kuambia naweza kana 50,000 na nilale njaa siku 2 na niko nayo na nisikule. Ndio mimi hapo mtu unayeongea na yeye. Sasa wewe kama uwezi kulinda pesa. Wewe pesa imekukataa, fanya uhusiano. Wewe umefanya uadui na pesa, ukiipata unataka kuitoa tu. Ikae paka ikuzoe, iseme huyu ni rafiki yangu, siwezi kubali kumuondokea. Unajua pesa pia ni roho, pesa ni spirit, pesa inataka urafiki. Wewe ukipata pesa tayari juisi. Pesa inasema huyu hata nikienda kwake sitakaa, hata nitulie. Huyu atanipeleka tayari kwa kata shingo. Haleluya. Tunalea kanisa, matumizi ni mengi kuliko pesa. Jamani, punguza. Anza kutumia hii akili. Maana mimi Biblia inasema neno moja tu kwamba mtoto mwenye akili, usingoje Mungu akuhifadhie pesa. Mungu amekupa akili, utumie hii akili.
Na hii akili ni Mungu, maana aliyekupa hii akili ni nani? Tumia common sense. Use your is it your brangati ama what? Mekula what? What is that? Is it mekula? Or miletula? Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tusalamiane watu wa Mungu. Hebu malizi hapo. Leo nimepata watu wanaojua kulinda pesa. Endelea. Alafu pesa hazipendi kelele. Pesa hazipendi. Ushaenda benki ukapata kuna kelele? Wangapi mshaenda benki mkapata watu wanapiga story wakicheka? Hata wewe ukienda na rafiki yako benki mtaanza kupiga story. Kwa nini mnanyamaza? Mimi nishafanya experiment. Nikienda pale benki, hata kama unaongea na mtu pole pole. Pesa hazipendi nini? Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kama nyumba yako inazoea kelele, kama nyumba yako ndugu yangu, wewe una shida. Anza kuokoka from now. Punguza kelele. Ukifika kwa nyumba, weka ufa chini, weka tuka muziki ka chini, ka pole pole, hata kama ni gospel. Pesa ipendi. Ukiongea na mzee wako unaongea naye kwa utaratibu. Babake, utakunywa chai ama utakunywa uji? Sio utakunywa chai ama uji? Kama utaki utajipanga mwenyewe bwana. Pesa haipendi kelele. Katika jina la Yesu nakemea roho. Kuna ndege anaitwa kasuku. Hatumtaki kasuku katika maisha yetu. Enda mahali matajiri wanaishi kama nyali. Utasikia kelele nye utasikia ni mlio wa nini? Wa gari tu. Lakini usikie kwa mahali kuna nyali huko, usikie hutawahi kusikia muziki. Hizi muziki utapata nyumba za Wajaluo na Waluya. Huyu ameka Kikambo, huyu ameka Kiluya, huyu ameka Kitaita. Hizo. Alafu huko ndo tunaomba sana. Ukienda plot watu wanapiga muziki ama. Tafuta plot yenye iko na utulivu. Ile plot tulikuwa tunakaa ya mzee anaitwa nani huyu kijana? Baba anaheshima sana, anafaa kuheshimiwa. Anaitwa nani? Hakuna landlord mzuri kama Garissa. Endeni muambie huyu ni Garissa landlord mzuri sana, Mikindani yote nishawaika. Huyo baba barikiwe. Huyo baba alikuwa kiniona lazima ninunulie mkate na sukari. Ukiwa mgonjwa anakuja anakununulia dawa, na wewe ni landlord. Si mimi, mpangaji wote. Huyo baba ana roho nzuri sana. Huyo baba Mungu amuinue mahali huko. Hizo ploti zake sisi tulikuwa tunakaa kama mastaafu bwana. Ukiingia pale hata kama umekaa karibu ni chini tu. Jirani habari mzuri. Lakini huku chini sasa huku kwetu kuna kagorofa hapo chini. Unasikia jioni unasikia ngumi hapo. Nitakuwa wewe. Sasa hata tukawazoea. Haleluya. Hata wakianza makelele zao hatutoki. Kama mnaona na wadanganya zile nyumba zinapiga muziki sana. Kunatokanga ngumi ama kutoki ngumi? Kwa nini kunatoka ngumi? Ama ni kwako? Badilisha hizo muziki tu utaona mambo yakienda vizuri. Nawaambia siri. Pesa zitaki kelele. Kwa njia nyingine utasikia kanisa ambazo zinaabudu za Catholic, ACK azipendi kelele. Roho wa Bwana akasema Maria mina. Basi tukamwambia Bwana. Sasa ukienda haleluya. Pesa sipendi kelele. Haleluya. Ndio maana matajiri wengi wako huko pia. Lakini sasa tajiri akuja hapa, inua mguu moja juu. Mtu mwenyewe tumbo lake kubwa. Hapa si kwangu. Haleluya. Lazima tukifika mahali tukianza kubadilika, msiseme ati kanisa limeanguka. Pesa ipendi kelele. Haleluya. Pigia sadaka makofi. Hiyo kanisa siku hizi liko baridi. Wewe komaa. Dunia inapokuwa wewe kuwa. Jua kwamba ulipokuwa mtoto uliongea kama. Sasa nimekuwa mtu mzima, lazima nifikiri kama mtu. Huyo ni Paulo. Kwa nini anageuka? So wacha kufikiria, siku moja ukija hii kanisa upate sema You are Yahweh. Finya sauti ya pili. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh.
Mpaka wengine mmekuja mnatembeanga na makushoni za kupiga kwa magoti. Mnaweka cushion, napiga magoti. Wengine mmekuja na maleso, hamwezi piga tu magoti. Ino yawe, ima yawe. Utaona kama ile nyoki mmoja kina akifanya mateke. Kuna mateke hapa. Tunawawekea kanisa lingine la huko chini warusha huko mateke kwa watu wazima wakae kutulie. Hiyo ni majaribu pia. Haleluya. Mungu awabariki sana. Na maanisha nini? Hiyo ndoa yako unaona inajaa furugu, itakuwa na upendo wa ajabu siku zinakuja. Itakuwa ni ya upole sana. Baba atakuwa anaingia saa 11 nyumbani. Tena uanze kumwambia wewe nao usikaeke nje kama wanaume wengine. Saa 11 usharudi. Unajua tena kuna wamama wana shida, ukiingia mapema balaa, ukichelewa balaa. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wakati mwingine pia ukisikia mke wako anatongozwa, wanaume unafurahia, unajua kumbe niliangukia kitu. Lakini ukisikia unauliza mke wako unatongozwanga, anakuambia bado. Unasema kwani ni mimi peke yangu niliona ama ni nini? Haleluya. Sometimes mimi nikisikia mtu amepiga kwa mastori nasikia raha, nacheka. Kumbe si mbaya. Haleluya. Yeah. Lakini wewe tu hata hujasalamiwa, hata sijasalamiwa, badilisha kuongea mama. Arudi, hujasalamiwa na mtu, hakuna mtu ananisalamianga, wewe umerogwa. Haleluya. Kama wenda wazimu wanazaa na hatujui wanawazalisha ni akina nani, wewe mwenye usalami, wewe utanipa mashaka. Bwana Yesu apewe sifa. Wanaume turuhusu kidogo, lakini si atumfanye mtaani, no.